mtoto mdogo, yani unaenda kwa mtu wa saikolojia, anaanza kukuuliza maswali. Jumla ya siku hizo kwa hospitali mwezi mzima, ilibidi wachukue shuka wakanifunga shuka lote likaishia kwenye shingo ili kushikilia shingo. Unaanza kuelewa thamani ya kila kitu ambacho Mungu anakifanya, kila kitu. Habari mpenzi mfuatiliaji wangu wa YouTube channel, jina Grace Godfrey Raymond. Tunaendelea na shughuli wetu ya Jipu Ndani ya Ubongo. Unaweza ukapata wote kwenye kitabu cha Jipu Ndani ya Ubongo. Utawasiliana nami kwa namba ya simu hiyo hapo, hasa kwa WhatsApp ama message, lakini unaweza pia ukaweka comment yako kwenye comment box chini na tutakufikia. Nilielezea sehemu iliyopita, usisahau kusubscribe kama bado, samahani. Lakini sehemu iliyopita nimeelezea baada ya kutoka ICU, nimeanza kuelezea na progress yangu nikiwa chumba cha wagonjwa wa kawaida. Kwa nilianza kila siku nikawa na hatua, nitasema details kuhusiana na yale aina ya mazoezi niliyokuwa nikifanyiwa. Mtu wa saikolojia alianza na mimi kunifundisha. Unajua, kama umewahi kuwa na mtoto mdogo nyumbani, nafikiri mtoto wa mwaka na nusu mpaka miwili hapo hadi mitatu tuseme, anaweza kufundishwa kushika kalamu, kuandika, kupaka rangi, kuchora, kufuatisha. Ndio mazoezi walianza na mimi kama mtoto mdogo, yani unaenda kwa mtu wa saikolojia, anaanza kukuuliza maswali kama mtoto mdogo kabisa, kupima ufahamu wako, kupima akili yako. Lakini hata kushika kalamu ilikuwa tatizo. Nikaanza ile kuandika kwa kufuatisha kidogo kidogo. Hapo sasa nafikiri baada ya kuwa nimekaa, kwa sababu ICU nikaa siku 15 na vyumba vya wagonjwa wa kawaida nilikaa karibu siku 15 pia. Jumla ya siku hizo kwa hospitali ni mwezi mzima. Kwa mwanzoni yule mtu wa saikolojia alikuwa anakuja, anaanza kuongea na mimi, ananihoji, ananiuliza maswali, kujua akili yangu kama iko sawa, kumbukumbu ziko sawa, ufahamu na uelewa na vitu kama hivyo. Baadaye nikaanza sasa kuwa namfuata na kuchukua na kupeleka ofisini kwake. Nafikiri hiyo nilifanya siku za mwisho na karibia kutoka hospitali. Napeleka ofisini kwake, nakaa naye, naanza kushika peni, naanza kuelekezwa kama naweza kuandika, kushika kalamu, kukala, kufuatisha michoro na hivyo. Kwa upande mwingine nikaanza kufanyiwa mazoezi ya viungo, physiotherapy. Yenyewe nilikuwa naelezea sasa, nilianza na mazoezi ya kukaa. Kipindi chote nilikuwa nimelala, siku ninaanza kukaa, shingo ilikuwa inafanya hivi. Na ilibidi wachukue shuka wakanifunga shuka lote likaishia kwenye shingo ili kushikilia shingo, na wakanikalisha kwenye wheelchair, wakanitoa nje. Nafikiri kwenye kitabu nina picha ambayo nimetolewa nje nikiwa tu I was hopeless, kuanzia muonekano mpaka kila kitu, yaani mtu asiye na matumaini, lakini nafsi yangu ilikuwa na matumaini makubwa kwa sababu ya kule Mungu alikonitoa. Kwa hiyo wakanifunga shuka, na ndio walikuwa wanafanya hivyo kila nikitakiwa kukaa, wananizungushia shuka, kwa shingo linakuwa limeshikiliwa na shuka.
sababu vinginevyo ilikuwa linazunguka hivi halikai. Anza kufanyiwa hayo mazoezi ya kukaa, nikawa natolewa nje na wheelchair. Yaani mazoezi tu ni kukaa kwenye wheelchair, kutoka nje na kurudishwa, unalala. But unalala umechoka, yaani hapo tu kamda ambako unakuwa umekaa, unapelekwa, unarudishwa, unarudi umechoka. Yaani mwili umechoka, utafikiri uko unafanya sijui kitu gani. Mtu ambaye back then ulikuwa unakimbia, unafanya hivi, yani you do everything. Lakini sasa hivi kitu kidogo kama hicho kinachosha kabisa. Ninakumbuka hata siku ya kwanza nimekaa mwenyewe kitandani, nilikaa kwa masaa kadhaa. Nafikiri sijui saa moja na gani waliniwekea hivyo wakaniegemeza. Waliniwekea siku ya kwanza nikaa bila kuegemea. Nikaa dakika kadhaa tu, lakini yani ilikuwa ni habari kwamba Grace Law amekaa mwenyewe kwa muda mrefu. Kwa hiyo hali ilikuwa ngumu. Yani unaanza kuelewa thamani kila kitu ambacho Mungu anakupa neema ya kukifanya. Kila kitu kidogo kikubwa, kila kitu ambacho Mungu anakupa ambacho unakifanya, ambacho back then ulikuwa unaona ni kawaida, unaanza kuona ni neema. Alafu nikaja kugundua hivi vitu havitokeagi bila taarifa. Biblia inasema sitafanya jambo bila kuwajulisha watumishi wangu. Vitu vingi ambavyo vilinitokea wakati huu kiukweli nilikuwa na taarifa navyo. Yani nilikuwa na taarifa navyo in the sense kwamba nilikuwa nimeshaviona hivyo. Na vitu vingi kuja kugundua wakati ule naona, sikuwa naelewa hata tafsiri yake. Nilikuwa naona nilielezea, kuna siku nielezea nyuma, kuna siku nilidaydream, yani ilikuwa kama naota, kama ila niko macho, yani kama natengeneza scenario kuhusiana na huo mchakato wote. Sasa sitaelezea tena, lakini kuna siku pia baada ya ndio nakumbuka kwamba nishawahi kuota mara kadhaa. Ukiangalia picha zangu, hata picha kwenye kitabu hapa juu, uso wangu umevimba. Nilielezea nyuma pia kuhusu uso kuvimba, lakini niliwahi kuota mara kadhaa kwamba najiangalia kwenye uso umevimba, afu nilikuwa mweusi kama ambavyo ilikuwa kwenye hiyo nani. Nilishaona mara kadhaa naongea kama mtu ambaye hana meno, kama kibogoyo ama amejaza vitu mdomoni hivi. Nilishawahi kujiona kwenye ndoto, sio mara moja. Nilishawahi kujiona kwenye ndoto vitu vingi ambavyo nilipitia kipindi hiki, nilishawahi kuona sehemu kwenye ndoto. So labda pia Mungu alikuwa ananionyesha, ila katika mafumbo ambayo sitaelewa, ila nisisitize pia hapa tusidharau ndoto. Biblia inasema kwa ndoto, kwa maono Mungu husema. Mungu anasema sana kwa njia ya ndoto, na kwa eneo la Mungu, maeneo kadhaa Mungu alionyesha vitu vingine serious kabisa kwenye ndoto. Tusiwe na tabia ya kupuuza ndoto. Kwa familia yetu tumejijengea utaratibu, mtu akiona kitu kwenye ndoto au kwenye maono, namna yote Mungu akiongea naye, hasa kwa kitu kibaya, huwa tunashirikishana, tunakiombea hicho kitu. Na kwa kufanya hivyo, kwa neema ya Mungu ameepusha mauti nyingi sana kwenye familia yetu. Tumepitia mambo makubwa, mambo magumu sana. Hata baada ya mimi kuumwa mpaka kufikia hatua hiyo, bado kuna mtoto kakangu pia aliwahi kuumwa, akafikia hatua ya kupoteza maisha kabisa. Nimeshare ushuhuda wake Facebook kwa sababu mimi ni mwandishi. Lakini tumepitia mambo makubwa sana kama familia, ila Mungu amekuwa anatuchomoa kwa namna hiyo. So point yangu hapa ni kwamba usipuuze ndoto, lakini pointi ya nilichokuwa nakiongea pia kwamba kwenye yale mambo ambayo tunayaona, ambayo tunachukulia kawaida, wakati mwingine hatupaswi kuchukulia kawaida, kwa sababu nyuma yake kuna ujumbe wa uaminifu wa Mungu, kuna ujumbe wa wema wa Mungu, kuna
ujumbe wa kutukumbusha kwamba sisi ni wa Mungu na tusiishi kwa kujisahau. Basi kwenye sehemu hii ninaomba niishie hapo, tutaendelea. Basi usiache kuendelea kufuatilia, kusubscribe kama bado, na kulike na kushare. Asante. Mungu akubariki.